Tumeona mengi na bado tuna imani moyoni, yajayo ni manyingi, barabara hadi kitani. Sasa nipo jimboni na miradi kujonea, mwenye macho tazama, fungo bongo fikiria. Jimbo kwa jimbo story tunaongea, ukiniona jimboni kwako wazi wesogea. Nipo katika jimbo la Mwanakwerekwe. Assalamu alaikum. Tumekuja kuangazia miradi ya maendeleo iliyotekelezwa katika jimbo hili. Jina langu Salum Kantara. Hii ni Jimbo kwa Jimbo. Jimbo kwa Jimbo. Katika kupita kwangu nimekutana na kaka bodaboda ambaye atatuelezea changamoto alizokuwa nasipata hapo awali kabla ya barabara za ndani, na sasa baada ya kujengwa barabara hizi za ndani wanapata manufaa gani kupitia barabara hizi za ndani. Kaka, habari yako? Safi, mambo vipi? Safi. Habari za changamoto ya kazi? Namshukuru Mungu, alhamdulillah. Ndio. Naona upo katika mashine ya kazi. Bwana Mungu anajalia, alhamdulillah rabbil alamin. Unaitwa nani? Naitwa Hamim Jaib Nalinga. Kaka Hamim. Naam. Hapo awali kabla ya kujengwa barabara za ndani kulikuwa kuna changamoto gani mnazipitia? Unajua bwana, kipindi cha nyuma wakati hizi lami hazikuwepo tulikuwa tunapitia shida sana, hususani kwamba hizi bodaboda, kwamba muda mfupi utakuta bodaboda inakuwa ishaharibika, muda mfupi utakuta bodaboda inapitia changamoto za hapa na pale, na maana kwamba mtu inabidi yani utumie uwezo mkubwa sana ili bodaboda yako iende sawa na abiria umfikishe salama, kutokana barabara inakuwa mbovu. Ila tunamshukuru Mungu kiukweli, kiuhalisia sasa hivi tunapata manufaa fulani kutokana na uwepo wa rami. Tunashukuru sana kwamba sasa hivi mambo yanakuwa kidogo mshedede, mambo mazuri. Kuna ujenzi wa flyover katika jimbo hili la Mwanakwerekwe unaendelea. Ndio. Naamini kwa sasa kuna changamoto kubwa ya foleni. Baada ya kumalizika kwa ujenzi wa flyover ile, unaonaje maendeleo ya barabara na upunguaji wa foleni? Na foleni itapungua kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu kwanza ile ikifika asubuhi watu wanavyowahi makazini panakuwa na foleni, yani hususani inaweza kaanzia hapa mpaka kule Mwanakwerekwe, hapa pote panakuwa foleni. Kwa hiyo changamoto inapitia kuanzia kwa wananchi wanaowahi kazini mpaka hususani hata wale ambao wenye miendo wa kawaida. Kwa hiyo ile foleni kwamba flyover ikiisha, naamini kwamba mambo yote yatakaa sawa. Asante sana. Shukrani kaka. Tumeona mengi na bado tuna imani moyoni, yajayo ni manyingi, barabara hadi kitani. Sasa nipo jimboni na miradi kujonea, mwenye macho tazama, fungo bongo fikiria. Jimbo kwa jimbo story tunaongea, ukiniona jimboni kwako. Naendelea kuongea na wananchi wa jimbo hili. Dada, habari? Nzuri. Mzima? Mzima. Unaitwa nani? Naitwa Salma Ismail. Salma. Katika jimbo hili kuna hospitali kubwa ya wilaya ambayo imejengwa ndani ya jimbo. Kama wananchi na kunufaishaje hospitali hii? Inatunufaisha vizuri kwa sababu hapo awali ilikuwa tuna kituo kidogo, sasa hivi tumewekewa hospitali ya wilaya ambayo ni kubwa, ambayo tunapata matibabu yote. Kwa mfano, huduma za mama wajawazito kujifungua pamoja na watoto njiti, huduma tofauti. Na pia tunaenda hospitali hapo, huduma ziko vizuri. Tunapata huduma kwa wakati uliokuwa mzuri. Pia tunashukuru sana rais wetu, Dr. wetu Mwinyi kwa kutuletea au kwa kutuwekea hospitali yetu. Pia tunashukuru sana kwa maendeleo yake. Pia hausumbuki hasa kwa usafiri. Kwa mfano, zamani ukitoka hapo kuandikiwa rufaa mpaka uende Mnazi Mmoja ukapange foleni Mnazi Mmoja, kuna watu wengi, lakini tunashukuru sana kwa hospitali hizi za kwa karibu na katika majimbo yetu. Ni simple tu, unaweza ukaenda hata kwa kibajaji au bodaboda ukafika, au kwa miguu. Kwa ni kitu kizuri sana. Asante sana. Jimbo kwa jimbo story tunaongea, ukiniona jimboni kwako wazi wesogea. Ikiwa ni ziara yangu inaendelea ya jimbo kwa jimbo, nipo katika jimbo la Mwanakwerekwe. Nimekutana na dada hapa, yeye ni mjasiriamali huyu wa biashara ndogo, na atajitambulisha jina lake
atatuambia uwepo wa soko la Mwanakwerekwe lina mnufaishaje kama yeye ni mwananchi wa jimbo la Mwanakwerekwe. Habari dada? Salama. Mzima. Kwa majina naitwa Rosemary Movera. Tunashukuru sana rais wetu Mwinyi kwa kutuletea soko. Kiukweli kwa sisi wajasiriamali kama mnavyotuona sasa hivi tunamshukuru sana kwa sababu ametuwekea soko kubwa sana ambalo lina bidhaa zote. Kwa mfano kama mimi nayetengeneza juisi nikihitaji matunda sihangaiki kwenda kwenye soko la mbali. Ni hapo Kwerekwe tu ninapata matunda yangu yote, vitu vyote ninavyovihitaji. Na nikishamaliza kutengeneza juisi yangu nimepata fursa na kwenda napeleka hapo sokoni na ninauza kwa wakati wangu mzuri kabisa na ninamaliza na maisha yetu yanaendelea kwa ajili ya watoto na majukumu yetu yote. Kwa hiyo tunamshukuru sana 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 sana. Asante sana, tunakushukuru kwa ushirikiano wako mzuri. Asante, tunashukuru. Karibu. Assalamu alaikum. Hussein vipi? Mambo vipi? Ishu vipi? Naona upo kidogo katika mita yako ya Mwanakwerekwe. Kama wewe mjasiriamali, yani kabla ya hii barabara na sasa hivi baada ya hii kujengwa kwa hii barabara, ulikuwa una wateja wako awali, lakini kulikuwa kuna changamoto, na sasa hivi barabara imejengwa, unaonaje? Muonekano ni mzuri kwa sababu kuna mfano